iwaakisi, ile nuru iwaathiri, ile nuru iwaponye, ile nuru iwaokoe, ile nuru ifanyike kuwa msaada kwao. Yesu Kristo amejiita mara kadha wa kadha kwamba yeye ni nuru ya ulimwengu. Yeye anakuja kama nuru ya ulimwengu kwa kuwa yeye ndipo mahali kwa sisi kujionea. Nuru ni mwanga. Mwanga ni mahali ambapo giza haliwezi kukaa. Mwanga ni mahali ambapo giza litatoroka. Mwanga ni mahali ambapo giza litaondoka. Na Yesu Kristo alikuja kwa sababu hiyo. Moja, yamkini wanaomzunguka pamoja na wanafunzi wa Yesu walikuwa na mafundisho yanayofanana kwamba kwa vyovyote vile kipofu huyu kuna dhambi alifanya. Kwa vyovyote vile kipofu huyu kuna kosa alifanya, ama ni yeye ama ni wazazi wake. Kwa vyovyote vile. Kwa hiyo watu walimuona kipofu wa namna hiyo. Na kwa sababu kipofu hakuwa na uwezo wa kuzalisha mali, maana yake vipofu wengi walikaa mahali pa kuomba. Ilikuwa ili aweze kuishi, ili aweze kufanya maisha yake, lazima awe anaomba. Ama kwa kusema saidia, ama kwa kusema nipe msaada, ama kwa kukaa kimya, alafu mtu anayetaka kumsaidia anamsaidia. Kipofu sio yeye aliyekwenda kwa Yesu, ni Yesu aliyekwenda kwake. Kipofu anapewa maelekezo na Yesu, na maelekezo ambayo Yesu anampa ni haya. Baada ya kipofu kujua, baada ya Yesu kufahamu shida ya kipofu na kuona shida yake ni kuto kuweza kuona, anatema mate chini, na bila shaka yale mate ni mengi. Yale mate yanatosha kutengeneza tope, na baada ya kutengeneza tope anampaka yule kipofu kwenye macho, na baada ya kumpaka yule kipofu kwenye macho anamwambia sasa chukua hatua. Hatua ya kuchukua ni hivi, ni kwenda mpaka kwenye birika, kwenye kisima cha Siloamu, uende ukanawe. Na baada ya kunawa, tena wengine wanasema kuoga kabisa, macho yake yanapata kuona. Anarejea akiwa na habari mpya. Anarejea akiwa mpya. Anarejea akiwa mwingine. Anarejea akiwa tofauti. Kwa nini? Kwa sababu amekutana na nuru. Nuru ya ulimwengu. Amekutana na Yesu. Ile hali yake ya zamani imefutika. Kule kuomba kwake kumemalizika. Kule kutokuona kwake kumemalizika. Ule ugonjwa wake umemalizika. Kwa sababu amekutana na nuru. Nuru ya ulimwengu. Lakini nuru ile ili ifanye kazi, ilimtaka kipofu kuwajibika. Na hapa ndipo pagumu. Tunatembea katika changamoto mbalimbali. Na Yesu Kristo kama nuru ipo. Lakini inapokuja mahali kwa sisi kama wanadamu kuwajibika, hatupo tayari kuwajibika. Kwa mfano, kama Yesu angemwambia kipofu, nenda Siloamu uende ukanawe, kaoshe uso, hizi tope ambazo nimekupaka zitakupelekea kuona, angeweza kukataa na asingepokea muujiza wake. Nakumbuka habari za Naamani. Naamani ameambiwa kwamba Yuda yuko nabii, nabii anaweza kukuponya ukoma wako, na anapokwenda kwa Elisha anamwambia nenda Yordani, kajitumbukize mara 7, mara ya kwanza, mara ya pili, mpaka mara ya 7 utapona. Naamani anasema hapana, sidhani kama maji ya Yordani ni mazuri zaidi kuliko maji ya Bari kule nakotokea. Lakini walipomsihi ndugu zake, walipomsihi wale walioongozana naye kwamba angekwambia jambo gumu usingefanya, nitolee, fanya tu, itakusaidia, ndipo alipokea uponyaji. Kwa hiyo wapendwa, utii ni muhimu sana katika maisha yetu ya Kristo. Utii ni muhimu sana kuona Bwana anatutendea. Utii na maelekezo ya Mungu ni ya muhimu sana ili tupokee uponyaji, ili tuone nafasi ya Yesu Kristo katika maisha yetu, nafasi ya Yesu Kristo